Unamkuta mke ananuna, anaamua kudeka mbele ya mume wake, mume hajali wala nini, mpaka binti wa watu wanaona hebu ngoja tu nijiweke sawa mwenyewe. Subhanallah. Sasa hii haiko hivyo. Mke akinuna, akideka, wewe hautakiwi kununa. Mwanaume hanuni, wala usione kero mke wako kudeka kwako wewe. Ananuna, anataka wewe umbembeleze, uwe karibu naye, umuonyeshe mapenzi, ajione ana thamani. Kwa hivyo Uislamu unatufunza kuishi vizuri kwa wema na wake zetu, tuonyeshane mapenzi baina yetu. Unaporudi nyumbani, hakikisha kinywa chako kiko vizuri. Hata mke anapokuja kukuhaga, akisikia harufu ya mdomo, natamani hata kukukisi vile. Sio mwanaume unanuka mdomo uko hivi. Subhanallah, huo sio Uislamu. Ndio baadaye ukiona mke wako hatamani kuwa karibu na wewe, unaona huyu na yeye hanijali. Hapana, yeye ni binadamu, hapendi ile harufu ya mdomo huenda. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, laiti nisingechelea kuwa swala la mswaki litakuja kuwa ni wajibu kwa umma wangu, ningewaamrisha wapige mswaki kila swala. Maana yake Mtume anatuhimiza sisi tuwe na vinywa visafi. Sisi tuna wake, tunalala nao, tunafanya nao vitu vingi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa msafi. Jiandae kabla ya kurudi nyumbani, uwe na mswaki wa ziada, uchukue kitu chochote kile cha kufanya mdomo wako unukie. Hata mke wako akikusogelea kwa karibu, unamshawishi kufanya jambo. Mashaallah. Ana Yasin Al-Haythami, Allah kubariki.